Radio Jambo, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, na tunaingia kitengo cha patanisho. Na patanisho, yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki kama anasema, jambo Gidi, mimi naitwa Javan Awor, ana miaka 25, anasema kwa sasa ako hapa Nairobi kwa kikazi. Ningeomba munipatanisha na mke wangu Sharon Nekesa 23. Gen Z. Tumekuwa kwa ndoa for 1 year lakini hatujafanikiwa kupata mtoto. Nilikosana na mke wangu Agosti 2024. Yaani exactly 1 year August, kwa sababu tuko August sasa hivi Baada ya mimi nilipata messages kwa simu yake akiongea na mwanamume na mimi nika react vibaya. Nilikosana na yeye na akanipeleka kwa police na court for cybercrime. Nimejaribu kumuomba msamaha to solve maneno out of court but amekataa. Kwa saa hii niko Nairobi na yeye ako Bungoma. Okay, sasa hii ni kesi ambayo iko mahakamani. Anyway, tutakuwa tunazungumzia hiyo kesi, lakini anataka huyu mwanadada amsamehe kwa sababu aliongea vibaya kwa simu yake. Okay, wacha tumsikize kwa sababu huenda hii patanisho ikatupatia mafunzo hapa Radio Jambo, kwa sababu ikiwa alifanya vile na ameshtakiwa na makosa za mambo ya mtandao, labda tusikie iko vipi na huenda wengi wakajifunza na hii patanisho. Kwa hivyo wacha tumpigie Bwana Awor tusikie anasemaje na tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo naomba tafadhali Awor ama Javan, shika simu yetu. Shika simu yetu ili tuone vile tunakusaidia hapa Radio Jambo. Thank you. Javan. Hello. Habari gani? Wow, poa sana. Hebu zima radio hapo kando. Si tulisema unazima radio kwanza kabla upatanisho, ndugu yangu. Siko karibu. Lakini mimi naisikia, unajua naisikia na italeta shida. I think maybe ni echo ya simu, siko karibu. Kwa hivyo kama ni echo ya simu, umeweka speaker? Haiko kwa speaker. Na headphone, umevaa headphone? Hapana. Kwa nini simu gani unatumia ndugu yangu inatoa echo hivyo? Samsung. Haiko siko kwa speaker na situmii headphone. Anyway, hebu tueleze ni nini ilitokea kati yako na huyu mpenzi wako? Okay, ilikuwa last year, tulikuwa tunaishi pamoja. Alafu nikaona message alikuwa anaongea na hiyo kuflat na mwanaume mwingine. Alikuwa na flat? Ana flat kwa simu na mwanaume mwingine. So in the process mimi nikakasirika. Nilikasirika, nikareact vibaya. Hiyo kasirika nikareact, nikamwambia nikamtishia, nikamuua. Nikamtishia. Ukamtishia? Nikamtishia, then kuna picha zake zingine, hizo picha zake private zenye nika expose. Uka-expose wapi? Kwa Twitter. Ukapeleka kwa Twitter X? Sasa familia yake ikaingilia, familia yake iliingilia, nikakuwa arrested, nikapelekwa court. So tukaenda court, so in the process ndo nikatoka na bond, nikajaribu kumwongelesha tujaribu withdraw, amekataa. Familia inaingilia, nini naingilia, sasa ikashindikana. As we speak, tu kesi inaendelea kotini, tumejaribu kusolve out of court, ikakuwa ngumu. Bwana Javan. Sasa wewe unachukua picha za mpenzi wako unapeleka kwa mtandao, na ni kwa sababu ulipata anaongea na mwanamume mwingine. Na huyu mwanamume ambaye alikuwa anaongea na yeye, walikuwa wanaongea mambo gani? Okay, walikuwa wanaongea mambo ya ilikuwa something niko sure about. Walikuwa na affair, kwa sababu ukiona
nikiona the flow of conversations. Okay, unajua sasa mimi nilikuwa naweza access simu yake, WhatsApp, messages, kila kitu na hajui. Hako anajua naweza access. Hadi nilikuwa nikifungua laptop yangu naweza ona simu yake. Naweza ona vile ana chat na nini. So hako anajua. So kulingana na flow ya chat ilikuwa nikawa kwa ana affair. Walikuwa na affair. Okay, na huyu alikuwa tu ni mpenzi wako, si kwamba mlikuwa mmeoana? Alikuwa mpenzi, tulikuwa tumeishi na yeye, but bado tulikuwa tunaishi na yeye, wazazi wangu walikuwa wanamjua, but mimi bado kwake. Hatukuwa tumeenda kwake, ndugu na dada. Okay, iko official ile yenye wazazi washakutana bado, lakini hapana. Lakini upande wangu wazazi walikuwa wanamjua, upande wake wazazi ndio bado walikuwa wananijua mimi, but ndugu zake, dada zake, ilikuwa wakitaka kumwongelesha wanaweza nipigia, walikuwa wanajua. Sasa ni nini ilikupelekea wewe upeleke picha zake za uchi kwenye mtandao? Actually ilikuwa tu, unajua sasa hiyo process nilikuwa na hasira kabisa, ile yenye tunajaribu kuongea hiyo before hata ifike kwa mambo ya polisi. Kujaribu kuongea hiyo, tunajaribu kuongea na kujibu hivi, unajibu hivi, anajibu hivi. So I think kulikuwa na exchange of words kidogo. Yeah. Anyway, vile baadaye nilipishika nikapelekwa prison, nilikaa prison for 1 week, nikatoka, nikarudi, nikamwambia yeye I regret what I did. I did a mistake. Nikamwambia ninaomba msamaha sana, nikubali nimefanya makosa. Lakini naomba tu tusamehane. Na hizo hata kasi lazima turudiane. Tusamehane tu, to solve out of court. Na mambo ishe. Juu nikamwambia hata wewe najua ufurahi mambo ya koti. Okay. Anytime nikimpigia nikimuuliza, ananiambia nipigie kazini yake. Kuna the elder kazi mwenye alikuwa na spearhead hii mambo ya kesi. So nikimwambia si niko na kesi na wewe, ananiambia pigie ule. Okay, bwana Javan, yes. Kwanza kabisa lazima ujue kosa ambalo ulifanya ni kosa kubwa sana, na wengi wenyu nyinyi vijana huwa mjui kwamba it's a crime. Kusambaza picha za mwenzako kwenye mtandao ni crime kubwa sana. Nimeona wengi hata wamefungwa, wengine wamepigwa faini pesa nyingi sana. Swali la mwisho kabla nijaribu kupigia mwanadada, ulidelete hizo information ama hizo picha zote kwa mtandao? Nilidelete, niliongea na mama kaniambia nikadelete everything kabisa. Lakini kumbuka unaweza kuwa umedelete, lakini kuna wale ambao walipiga screenshot labda wameziweka mahali, unajua hivyo? But nilidelete, sidhani nilidelete, hadi nikadelete access ya kila kitu. Okay. Unless ule mwenye, lakini ilikuwa kitu ya last year huko. Haya, mimi sitaweza kuingilia mambo ya mahakama kwa sababu kama kesi iko mahakamani haturuhusi kuweza kuingilia, lakini nitakupatia nafasi uongee tu na huyu mwanadada, alafu baadaye nipatie wanajambo waweze kuzungumzia kesi kama hii yako, kwa sababu ni mambo ambayo najua wengi wanapitia pale. Kwa hivyo shikilia hapo kidogo, nimtafute tuone kama ataweza kukubali kuzungumza. Sawa? Usikate simu, na mpigia huyu mrembo baada ya dakika kama 2 hivi. Basi karibu tena Radio Jambo, ni saa 2 na dakika 46. Umesikia vile huyu ndugu Javan amejieleza. Anasema alikuwa kwa mahusiano na huyu manadada, na anasema aligundua kwamba anazungumza na mtu fulani kwenye simu yake, kisha baadaye aka overreact, kachukua private pictures ama zile picha za huyu mwanadada akiwa uchi, na akasambaza kwenye X ama kwenye mtandao pale, na hiyo iligadhabisha huyu mrembo, na wakampeleka wakamshtaki, na kesi inaendelea pale. Amejaribu kumshawishi kwamba msamehe, lakini imeshindikana. Nataka kutumia hii nafasi kuweza kumuomba msamaha. Wacha tumpigie mwanadada tusikie yasemaje, na tuone kama wataweza kuwasiliana ama wataweza kuelewana pale. Mrembo mwenyewe amesema anaitwa Sharon. Wacha tumpigie Sharon. Nasiji kama vijana wengi wanajua ni makosa sana kumharibia mtu jina ama kusambaza picha za mtu kwenye mtandao. Wengi huwa wanadhani ni mchezo tu, lakini it's a serious cybercrime case ambao huenda ikakufunga na hata kupigwa faini
ya pesa nyingi sana. Kwa hivyo acha tumtafute huyu mrembo Sharon, tuone kama wataweza kuzungumza. Hello Sharon. Yes. Habari ya asubuhi. Poa. Mimi naitwa Gidi. Yes. Na kupiga kutoka Radio Jambo. Sijui kama huo unasikiza Radio Jambo. Yeah. Ya sasa kuna jamaa ametutumia SMS hapa. Anasema kuna vile mlikosana na anasema angependa kukuomba msamaha. Ana tuna position kuongea kwa radio tafadhali. Huko ina position kuongea. Uko kazini? Yeah. Okay, kwa hivyo tumwambie namna gani? Niko kazi, hakuna kitu naweza ongea. Okay, uko kazini na kuna kitu ambacho unaweza ongea Yeah. Ni nani ananiongelesha? Ni nani anataka kuniongelesha? Anaitwa Javan War. Unamfahamu Yeah. Alikukosea sana. Definitely. Hello? Yeah. Alikukosea sana Yeah. Okay. Sharon, tunaheshimu kwamba haungependa kuongea hewani. Lakini huyu jamaa alikuwa anataka tu kujua kama umemsamehe ama yeye angoje tu kesi iamuliwe na mahakama kama vile ilikuwa imefika mahakamani. Sijui kitu anawaambia sasa. I can't talk. Oh, you can't talk. Okay. Yeah, because I don't know what to tell you. You don't know? Sijui nini ninakwambia sasa. I don't think kama I can talk. Okay. Javan, umesikia? Yeah, nimesikia. Sharon anasema ako na uhuru wa kuzungumza. Kwa hivyo utaelewa hiyo Nimeelewa. Mimi nashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo. Naheshimu msimamo wako. Kama umesema hauwezi zungumza, tunaheshimu hiyo, sawa? I feel like we have talked but afyo jamani. Eti? Ningeongea lakini mtoto sitaki kuongea na yeye. Okay. Kwa hivyo kuna vile ulikuwa unataka kuongea lakini hutaki kuongea na yeye. Yeah, sitaki kuongea na yeye. Lakini unaweza ongea na mimi Sharon. Unaweza niambia kile ambacho unataka kusema. Mimi sitakuweka ongea na yeye. Ongea tu na mimi. Unasemaje Sharon? Alikukosea sana Yeah. I know, I feel you. Hata swala la kwanza nimemwambia hiyo kitu ambayo alifanya ilikuwa ni makosa kubwa sana. Na wengi wajui vile sheria inasema. You cannot sambaza picha za mtu. Kwanza picha ambazo mulishare privately haikubaliki kisheria. Hiyo nilimwambia. Sharon. Pole sana kwa hayo mambo ambayo ulipitia. Kuna kitu kingine ulikuwa unataka kusema? Ikutoke. Actually niko na like actually dream for just why didn't you not ndio that will make sense saying that I'm dating with her, of which I don't do it. So like mbona upeleke rumors because spread all over like I'm dating with her na of which mimi wasi date with her. Hata hivyo na personally sijui anasema mimi ni swahili. I don't know if wakoli. Okay, Sharon Yes. Tulikuwa nataka kuzungumzia tu hii mambo ya kusambaza picha zako kwenye mtandao. Kwa hivyo kama hautaki kuzungumza na hujamsamehe, itabidi tuachie hii patanisho hapo, sawa? Yeah. Okay. Bwana Javan, maneno ya mwisho ambayo ungependa kusema tukimalizia patanisho? Okay, mimi ningekuwa napenda tu kumwambia nilifanya makosa na ningependa kumwomba msamaha tuweze kusameheana ili kila mtu aishi maisha yake vizuri.
Yeah. Haya, Sharon, maneno ya mwisho? Sina. Hauna maneno ya mwisho? Haya, pole sana. Pole sana. Kwa hivyo bwana Javan, itabidi wewe ungojee hiyo kesi mpaka ikamilike. Hii kesi inasikizwa wapi bwana Javan? Sorry? Okay. Naongea na Javan. Javan, hii kesi inasikizwa wapi? Inasikizwa Bungoma. Bungoma, eh? Okay. Tuacha tungoje kesi basi ili uamuzi uweze kutolewa pale. Haya, kesi za cybercrime. Hii mambo ya kusambaza picha za mtu ambaye mmekaa naye karibu. Je, wajua kwamba ni hatia kubwa? Vijana wengi labda huwa wajui. Na unajua mara nyingi vijana wanapochumbiana pale huwa kuna makasiriko ambayo huwa inatokea pale. Kuna overreaction, unapata una overreact, unasema ngoja wewe utaniona. Labda mkiwa katika mahusiano kuna picha ambayo mlipiga za private, wewe unaanza kusambaza kwa mtandao eti ili kulipisha kisasi, kwa sababu umeshuku kwamba mtu yuko na mtu fulani ama kuna kitu ambayo inaendelea pale. Je, unajua kwamba ni hatia? Waweza nimeona hata kesi nyingine niliona kwa juzi hapa nchini Kenya. Kuna mtu ambaye alifanya vile kusambaza picha za mwenzake kwenye mtandao, alipigwa faini na pia kufungwa. Kwa hivyo jua kwamba ni hatia. Je, umewahi kupitia masaibu kama haya, kwamba unakosana na mwenzako, mke wako, mume wako, alafu anasambaza uongo, anasambaza picha na mambo kama hayo kwenye mtandao? Ulichukua hatua? Ulimsamehe ama ilikuwa vipi? Lakini sheria ni kwamba mtu kama huyu anafaa kuchukuliwa hatua mara moja. Wale ambao wanaanza sasa uvumi kwenye mtandao, wengine wanasema kwamba hata labda huyu ni mgonjwa ama hata huyu sijui ako na uhusiano na mtu fulani. Anataja hata hawa majamaa ambao labda wana umaarufu, anaweza taja hata kwamba una mahusiano na mwanasiasa na mambo kama huo inatokea. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuzungumzia na pia kushauri vijana, tafadhali tuma ujumbe ama pia piga simu hapa Radio Jambo. Namba ya simu ni 020 44 45 975 na namba ya SMS ni 22494 ukianza neno jambo. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975.